hawafanya dhambi. Lakini kijamii watu walikuwa na maswali mengi. Baada ya kugundua hiyo, nilimprefer tena kwa askofu wa Kanda ambaye naye tulikuwa tunapata ushauri wake mzuri. Kaenda kula kuomba msamaha na pia akapata neno, akaagizwa kuandika barua ya kukiri makosa aliyofanya na kuomba msamaha. Akafanya hivyo na kopi ikanijia mimi. Baada ya kuona sasa na kule nipata neno kwa sasa, ngoja niweke mbele wachungaji ambao mlisikia nyumbani kwa kitu alichofanya, pengine uliumia kwa mambo mengine, lakini yeye kama mwanadamu alijikuta amekosea kwa kidogo. Sasa aibu zingine na bebe mwenyewe kuona kanisa kama mtachafuka na mwenyewe. Kikao cha halmashauri jana na chenyewe kikamsamehe. Kwa hiyo nimewaleta kumsimamisha mbele yetu tena mchungaji ambaye na kwetu ili muweze kufahamu. Ila wale watu na mtu anasikia mbaya kusamehewa kwa huyu mchungaji. Basi kwa sababu ya muda mruhusu tu akae, lakini ilikuwa pia nilimwagiza aje na mke wake, kwa sababu ya kiuchumi alishindwa kufanya hivyo bila kufahamu sasa. Haleluya. Kwa hiyo mchukulie kama mchungaji mwenzako ana shida tena, kama ni hukumu Mungu kishaifika, sema amen. Naomba tuendelee kwa ufupi ili tuweze kuendelea katika chetu. Baba yetu, Mungu wetu, ninamshukuru wewe, ni kimbilio letu, ni ngome yetu, ni msaada wetu. Tuko mbele zako mtakatifu mwisho, tukikusihi kwa rehema na neema ukatuhudumie sasa. Sisi tunanyamaza kimya, tunakusikiliza wewe Mungu kupitia Roho yako Mtakatifu kwa kinywa cha mwanadamu, ili Mungu tuweze kujua kusudi lako na mapenzi yako katika maisha haya tunayoishi, maisha ya utumishi ambao Bwana ametupa. Kwa jina la Yesu Baba, ninakusihi usiniache ukiwa, nitumie kama ulivyokusudia. Neema yako ikawe juu yangu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Naomba nisome neno hili mchungaji kutoka kitabu cha Zaburi ya 133 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Biblia inasema, tazama jinsi ulivyo wema na kupendeza ndugu wakae pamoja na pamoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo miguuni ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa heri ushukao mlimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tazama jinsi ulivyo wema. Mungu anavyotuona hivyo tumishi wa Mungu anajisikia furaha. Tuko pamoja, ndio anajisikia furaha, lakini anatamani kuona si tu tukae pamoja hivi, lakini tuwe na umoja. Na hiki ndicho kilio changu mimi na kamati yangu, kuhakikisha kwamba wachungaji wa Jimbo la Kristo, kama tunataka kufika tunapokwenda, lazima tuhakikishe tunaweka pembeni kila aina ya tofauti
tukae pamoja na kwa umoja. Tunayo maono makubwa, lakini ili tuweze kuyafanikisha haya lazima tuwe pamoja na kwa umoja. Haleluya. Hata kwa sababu tukiwa pamoja na kwa umoja ni kama mafuta. Mafuta ni nini? Roho Mtakatifu. Yaani ili Roho Mtakatifu tenda kazi pamoja na sisi, lazima umoja uwepo. Amen. Amen. Umoja uliokuwepo na Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ulisababisha ukamilifu wa uumbaji wake na mpango kazi wake na jinsi ambavyo waliratibu mipango mpaka leo kazi yake inaendelea. Lakini laiti katika hao watu watatu walikaa tu pamoja, lakini wakakosa umoja, something should be done. Na kitu ambacho kigeenda tofauti. Amen. Sasa huwezi ukawa na mtu, yaani huwezi ukawa na mtu kwa umoja. Unaweza ukakaa naye hivi kama tulivyo, lakini ili umoja uthibitike, umoja unathibitika katika ulimwengu wa roho. Umoja unathibitika katika ulimwengu, maana yake kile unachokiongea mdomoni kiwe ndicho kilichoko ndani yako. Haleluya. Ile salamu unayompa mwenzako, hiyo salamu hiyo umetoka wapi? Kwa lugha nyingine ni kwamba tunaweza tukakaa pamoja, lakini kwa unafiki hatuko pamoja. Kwa hiyo tuko tu pamoja kiunafiki, kitu ambacho natamani watumishi wetu kama huyu Mungu anayetuokoa na akatupa kazi ya kutumikia, kama tunataka tuone Mungu akijifunua katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu, lazima tukubali kupendana sisi kwa sisi. Lazima tukubali kusameheana sisi kwa sisi. Lazima tukubali kuondoa tofauti sisi kwa sisi. Kumbuke kwamba kila mmoja hapa ana kabila lake. Ametoka katika kabila fulani, ana ukoo fulani ambazo tabia zao, kila aina ya kabila na ukoo ziko tofauti. It's not easy. Sio kitu rahisi kwamba unaweza kuunganisha watu na hizo tofauti. Alafu tukaenda tu vizuri pasipo mtu kujulikana na pasipo mtu kuwa na ule upendo wa ndani. Yaani sijasema yaani katika ndoa kinachofanya ndoa idumu ni kuvumiliana na kuchukuliana, si ndio? Hata sisi wachungaji katika jamii lazima kuna maeneo ambayo unatakiwa ujue, kwa sababu mtu hawezi kufanana kama wewe ulivyo, wala uwezi kulazimisha mtu akawa kama wewe ulivyo. Umeelewa? Cha msingi anatakiwa tu atembee katika mfumo wa neno la Mungu. Lakini tofauti za binadamu, huyu anaongea sana, huyu anaongea kwa utaratibu, huyu analipuka, huyu anafanya hai, ni tabia za asili. Ndio maana yaani hizo tabia ziko kwa kila mtu. Sasa ukishindwa kumsoma mwenzako, kila siku utakuwa unamchukia, kila siku utakuwa unamsaidia hukumu, kila siku utakuwa unamuona kwamba huyu hafai, huyu ataokoka. Ndio maana nikushukuru. Wako watu ambao hata wakati wa bado wao hawakuamini. Hawezi kuokoka huyu. Kina Paulo wametuua hivi, wametuburuza masokoni, alafu asema amekutana na Yesu, hamna. Anania akakataa kabisa, akasema Mungu ananiambia nifanyeje? Niende kwa nani? Akasema Bwana, huyu mwachi, weza kutuma kwako. Kama unanenda kwa huyu mwachi, ili ukamwombee
Ila Bwana amekosa. Huyo wachungaji katika kazi ngumu duniani. Kazi ngumu duniani. Moja wapo ni kazi ya uchungaji. Kazi ya uchungaji ni ngumu kuliko kazi zote. Namba 2, kuwa rais wa Marekani ni kazi ngumu. Ila Bwana amekosa. Lakini pia kama unatamani kuwa bilionea wa kwanza duniani, kazi yake ni nini? Chungaji sisi tunatumia Biblia hii. Sio Biblia, maneno yale, maandiko yale, kila kitu kile. Alafu nasimama mbele ya wasomi kama kina mkurugenzi wa Mungu, wasomi kama Biblia. Unatakiwa utumie maandiko hayo, shida yake, hitaji lake, mapungufu yake yaweze kuwa na majibu. Alafu huyo Biblia hiyo anasoma kila siku, alafu si Biblia tu, anasoma na vitabu vingi vya maneno ya Mungu. Ina maana gani? Alafu ifanye unasimama mbele yake bla bla tu, unasoma ndiko. Yaani anatakiwa kila siku una kitu unakiongeza kwenye utumishi wako, otherwise utapiga mata miaka na leo kuna kitakatifu. Ya Bwana mtukufu. Mafuta yanatakiwa yashuke kutoka ndevuni mwanani mpaka kwenye mpimo wa juu. Yaani Roho Mtakatifu kwa nguvu zote awe kwako mchungaji, alafu hizo nguvu uziachilie kwa watoto wako wa kiroho, na wao wawe na hizo nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zitawafanya wao kumjua Mungu huyu tu, ambao unawaambia Mungu huyo anakoa, Mungu huyo anakoa, Mungu huyo anabariki, Mungu huyo anafungua milango kusudi Mungu, na wao Mungu huyo anakifungua hiyo milango. Lakini kama kila siku tunakuwa tunaambia Mungu anaweza, alafu haoni chochote kinachowezekana, hivi unafikiri atakaa kwa kanisa? Haleluya. Yesu. Asifiwe. Maana yake Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 3:3. Sema nami nitawapa ninyi wachungaji wanaopendeza moyo. Sasa lazima ujiulize, hao wachungaji wanaopendeza moyo wa Mungu ni wachungaji wa aina gani? Unaelewa? Ni hata wewe kwamba yaani tuna wachungaji wasiopendeza moyo wa nani? Ndio maana Mungu anasema kwamba Bwana anaopendeza moyo wangu nitawapa, yaani atawapa watu kondoo zake, ili wewe ukatuwalishe hao kondoo wa Bwana kwa ufahamu na maarifa ya Bwana wetu. Ndio maana nakwambia Biblia ni hiyo. Watu wanataka wapate ufahamu wa tofauti na ule ambao jana umeeleza. Watu wanataka wapate maarifa ya tofauti kuliko yale ya jana. Unaelewa? Kwa lugha nyingine, mchungaji yeye wewe ni nani? Ni mtu wa kutafuta maisha. Kila siku mtu wa kutafuta maisha. Na hiki kitu mimi nimegundua, na hata mimi nimepita kwenye mazingira ya kuona kwamba it is enough kwamba mimi yani nitaenda tu pale nasema nitafungua ndipo nasoma kuyanga hapo ndani siku imeisha. Nimechukua shilingi 200 ya sadaka, biashara imeisha. Nikakuta kama chochote kinachoendelea kanisa linazidi, yani kanisa linazidi. Yani unajiuliza, watu wametoka huko na shida zao, wanataka wakutane na majibu ya maisha yao. Ndio maana sisi katika
mpango wa muda mrefu, mpango wa muda mrefu. Tunataka tuhakikishe ili swala la kuwatia ufahamu wachungaji na maarifa, hilo lifanyike kwa viwango vyote. Tunajua kwamba wewe ukijaa ufahamu na maarifa, watoto wako nao. Alafu ndio kwamba Mungu akipendezwa na wewe mchungaji, maana yake vilivyo vya Mungu vyako. Utakuwa hauwezi ukafanya kazi ya mikono yako isibarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Haleluya. Kuna masuala fulani ya kimtandao tunayafanya. Nafikiri wale waliokuwepo jana tuliambiana kwamba tunataka tutengeneze line moja ya ambayo yaani line ya jimbo. Unaelewa? Hiyo line ndio ambapo tutakuwa tunatuma hela zetu, zaka zetu. Yaani tusiishi kama kwenye boksi, ishi kama dunia inavyotembea. Alafu ni spiritual, sio katika mambo ya kimwili. Yaani kiroho tunatembea katika nini? Teknolojia ya kiroho. Sio tu. Sisi tunatafuta vile vitu ambavyo vinaweza kutusaidia sisi katika kuboresha kazi zetu za dini. Bila Bwana libarikiwe sana. Kwa kusema hivyo, maana yake kila mchungaji akishatuma hela kule, especially wale ambao hawakutumia simu zao, kwamba majina yenu yatatoka kule kwamba mchungaji fulani. Kama umeiweka kwa wakala, lazima hakikisha unamtafuta mwasibu sasa kwa namba yake. Sio ile ukituma nani message unatuma kwake kwenye namba zake za kawaida ambazo umezizoea. Kwamba mwasibu umetuma zaka shilingi fulani kwenye akaunti yetu. Na ikiwezekana ile message ile sasa wakala kumwambia naomba hiyo message itakuwa mbona ile tunakumbusha. Yeye ataangalia bwana shilingi 30 kutoka kwa mchungaji fulani. Na yeye ataandika message. Akirusha moja tu tunapata wote kwamba ile yako ya fulani which gave us pastors. Kwa pamoja. Tuko hivyo. Nashukuru nimelipa watu ambao wanakopu na IT ndio maisha ya leo. Lakini maisha leo tunatumika. Hebu kwa sasa katika nyinyi wachungaji watatu, angalieni kwenye simu zenu. Kuna message imeingia, inataka uthibitishe, sababu usajili unaendelea. Uthibitishe kama kwenye namba ya voda hiyo na nini. Sasa naomba yaje mwite Bwana wakati wa mateso. Otherwise, kama wewe sio mtu wa shukrani, sio mtu wa kuondoa na dini kiweka, don't waste your time. My pastors, usipoteze muda wako. Unamwambia Bwana nikuite wakati wa mateso, akusikie. Amen. Lakini bali na hayo ndio anakuja anakuambia wewe usi haki. Maana yake kuna kitu ambacho wewe umeokoka, tena ni mtumishi wa Mungu, lakini wewe hauna haki mbele za Mungu za kudai ile haki, yaani ile sheria ya Mungu. Na agano lake huwezi kulidai. Kwa nini huwezi kulidai? Anakuambia hivi, maana wewe umechukia maonyo. Akisimama wasifu hapa akisema, wachungaji, mbona sione mafungu yenu ya 10? Moyo wako badala ya kukisikia hukumu na kumwambia Mungu msamehe, unachukia. Yaani badala ya kuona kwamba
kwamba mimi kweli nimekosea Mungu. Hivyo tunafanya usanii mbele za Mungu. Mungu amekupa shilingi 10,000, unamtolea shilingi 100 badala ya shilingi 1,000. Alafu unasema Bwana ulisema nikuite wakati wa mateso tena. Amokoe nani? Mungu. Msanii. Chungaji, tunapoteza muda. Kama unataka kupokea ahadi za Mungu, terms of condition, lazima kanuni na masharti yazingatiwe. Mimi kuna neno moja nitamani kabla sijafunguliwa. Nilikuwa nalitumia sana. Yaani nilikuwa nasema sitakufa. Taishi leo nasema sitakufa taishi. Yasikie matendo makuu ya nani? Sitakufa taishi. Yasikie mimi nifikiri ile ni ahadi ya Mungu. Lakini Daudi ndio aliyesema hilo neno. Na kwa nini Daudi alipata ujasiri wa kulisema lile neno? Ni kwa sababu yeye kwenye kanuni na masharti alikuwa anajua ili tuishi miaka mingi duniani. Ili miaka aliyoahidiwa na Mungu aweze kuitimiza, lazima uhakikishe unamheshimu baba yako na mama yako. Ndipo utapata heri na miaka mingi wapi? Duniani. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Sasa Daudi alijua kabisa mimi kwa habari ya terms of condition ya kuheshimu baba na mama. Bosi, unakumbuka hata Sauli wakati yaani amekuja kabisa anaweza kumuua, lakini akasema siwezi kuligusa pindo la nani? La masimu Bwana. Mheshimu, amemheshimu kwa roho yule baba. Kwa hiyo akajua yeye alishajua huku kwenye Kumbukumbu la Torati alishasoma kwamba yani mheshimu baba yako na mama yako upate kuishi maisha marefu yenye heri duniani. Akasema na mimi I never die. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi kwa habari ya kuheshimu baba na mama, mimi nimefanya kwa sababu kwa alikuwa na ujasiri wa kumwambia Mungu hivyo. Amen. Kwa hiyo hata wewe ukikutana na hii wengi wanaitumia kama ahadi. Mtendo na kesho unaweza kuitumia tu kama ahadi, lakini ukumbuke kama wewe unaheshimu baba yako na mama yako, especially spiritual fathers, wazazi wa kiroho, kama unaheshimu, yaani wewe wakati wote unaweza kukatisha maisha. Wewe kuishi maisha ya ahadi ya Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Tunaweza kutuambia tu hii ni formula, hii ni mfumo. Ukitembea nje ya mfumo huwezi kufikia lengo. Amen. Kwa hiyo nasema una nini wewe? Agano langu kuweka kwenye umeyakata maono. Tunamwambia mchungaji njoo kwenye kikao, ili tuje tunoane, tujue tutafanyaje kazi yetu katika dini. Unaleta visingizio uchumi mchungaji. Na huu uchumi umekuwa mbaya kwa sababu hautembei kwenye mfumo. Siku ya kwanza kuongea na watu nasikia leo muda wetu tunaishi wachungaji, lakini kwa sababu tuna mikakati ya kuhakikisha tunawafikia kwa sehemu mbalimbali kwenye maeneo yenu, kwenye sehemu maeneo ya sehemu. Sote tunahakikisha haya ni msingi. Lazima tukumbushane, tusije tukatumia muda mkubwa katika maisha tukidhani tunamtumikia Mungu. Ahadi ya Mungu, nani mtakutumikia Bwana Mungu wako? Nani? Mungu anasema nani nitabariki chakula chako na maji, nitakuondolea ugonjwa wote. Amen. Magonjwa mengine sio lazima uende hospitali. Tumikie Mungu kwa bidii.
Wamemwambia nenda Kilosa, unanivua nenda, usianze kujitetea kule mbali sana, hela ni kubwa. Baki utapata na magonjwa ambayo unatakiwa tu yaondoke kwa kufanya huo utumishi. Baba Mungu, ninakushukuru na usimame tunaanza. Baba Mungu, ninakushukuru kwa sababu ulipo kwa sifa. Wewe unaweza mambo yote Bwana. Tamani wanangu hawa uliowatia mikononi mwako kuwa baba yao kwa kipindi hiki cha miaka mitano. Kila mmoja ukabadilishe kifikra, kivaa, kiuelewa, lakini ukamjazi kwa hekima ya juu ili apate kujua wajibu wake mbele zako Bwana. Tunatamani kila mmoja apokee ahadi zako za kiutumishi katika jina la Yesu. Naomba Baba ukahusike katika kikao hiki sasa ambacho tunakwenda kwanza kutusikiliza kwa kufuata. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Amen. Mungu akubariki. Kikao chetu kimefunguliwa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa ajili ya neno kufungua kikao kulingana na agenda zetu tulizo nazo. Baada ya kufungua itafuata agenda namba 3 kama unayo karatasi. Nasema taarifa fupi ya makabiliano. Unaona? Mzigo wa mkutano mkuu unakwenda kuwasilisha taarifa fupi ya makabiliano kama ifuatavyo. Nitakwenda kidogo kutumia muda vizuri. Baada ya uchaguzi tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka huu, tulikabidhiwa ofisi ya jimbo tarehe 8 mwezi wa kwanza 2026. Na katika yale mambo ambayo tulikuwa tumekabidhiwa, mambo yafuatayo ndio tulikabidhiwa kwa fungu lijio. Hiyo sahihi. Kati ya katibu na katibu hawakuwepo viongozi wenzangu kwa sababu wako mbali, lakini mimi niliwakilisha ofisi mpya na wale viongozi ambao wamemaliza muda wao kwa askofu pamoja na katibu. Vitu vifuatavyo nilikabidhiwa. Mihuri ni 3. Muhuri wa katibu, muhuri wa askofu na muhuri unaotumika kugonga vitambulisho. Ni mdogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Step pad ile ambayo inakuwaga na wino unapakaa kwenye muhuri. Meza zile special na viti viwili. Hivi sikuvichukua niliviacha kwanza kwenye ofisi ya mchungaji. Na jana wakati tunaongea pamoja na mashauri sema vizuri nikachukuliwa kwa sababu tutakuwa na ofisi, na bahati nzuri katibu wa kanisa lile yuko hapa. Basi tutafanya utaratibu mzuri tupatikane meza ya mzee pale, alafu ndio wakabidhi kitakatifu kabisa na mikono tunashikana. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sitafanya haraka kwa sababu na mzee wa kanisa mwingine yuko hapa. Tutafuata protocol hii. Mtaniambia Bwana njoo. Bwana Yesu asifiwe. Nikakabidhiwa mafaili yafuatayo: orodha ya wachungaji, faili namba 1, muhtasari wa vikao, faili namba 2, barua toka taifa, faili namba 3, barua toka kanda, faili namba 4, nima kanda, faili namba 5, taarifa za jimbo, faili namba 6, taarifa za fedha, faili namba 7. Vitambulisho vya Mkristo mtendakazi jumla vilikuwa 63, ambayo kimamlaka ni wachungaji huwa wanawapa Wakristo watendakazi katika makanisa yao. Tunavyo 63. Vimeshachukuliwa vimepungua, na leo nimegawa kwa wale ambao wameorodesha. Kuna fomu unaorodesha
nimegawa. Kwa hiyo na wewe ambaye utakuwa unahitaji hilo, utakapokuwa unahitaji hilo la Mkristo mtendakazi, ni kitambulisho ambacho mchungaji anampa Mkristo mtendakazi, anagonga muhuri wa kwako, sio wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Vitambulisho vya mtendakazi mtumishi ambavyo vyenyewe vinatolewa na jimbo viko 64. Vitambulisho vya wamama mke wa mchungaji viko 50, vina rangi hapa. Mkristo vina rangi nyeupe kwa wale waliovipata, na mtumishi mtendakazi shati. Vitambulisho hivi vya mke wa mchungaji pamoja na mtumishi mtendakazi vinatolewa na jimbo, ni lazima picha iwepo. Ndio maana hivi vya Kristo mtendakazi nimekugawia, lakini hivi vya mama mchungaji lazima iwepo picha, nigonge juu yake kwa msaada wale walioorodhesha majina kwenye ile fomu. Nitamwomba askofu asaini, kwa sababu mimi niko kule na nina muhuri ambao nitagonga. Akisaini na mimi nikisaini, kileta picha, basi mimi nitagonga pale, nitafanya mawasiliano na kukupa, kwa sababu sio vizuri tena wewe ukaniletea picha nikaanza kutafuta askofu. Bwana Yesu asifiwe. Sitakupa leo kitambulisho cha mama mchungaji kwa sababu hizo. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya haraka utakipata, kwa sababu wale walioorodhesha hapa nitaondoka navyo, nitamwomba askofu asaini kabisa. Tunasaini watu wawili, mimi bishop na yule ambaye anapewa, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naeleka hiyo nataka nitoke kabisa hapa, sitaki kurudia. Tukapata pia barua ya mchungaji mmoja, mchungaji Kabombwe, ambayo tulikabidhiwa, ambayo ilipokelewa tarehe 17 mwezi wa 11. Ina maana muda wa kuja kufanya uchaguzi Januari ilikuwa tarehe 4. Walikuwa wajifanyia kazi. Inasema barua ile kurudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Na mingine ambayo tulikuwa tumepokea, kuna mafaili ya kurugenzi, hizi kurugenzi zile 7 tumepokea mafaili nayo. Lakini pia tukapokea muhtasari wa mwisho ambao unaojulisha kwamba kwenye akaunti ya mama inaitwa nini? Akaunti ya sadaka account. Maana mama anaitamka vizuri kweli. Akaunti ya sadaka account ambayo ilikuwa inatumika, ambayo mkitaka kwenda kutoa lazima muende wote na kisha mbandike pale. Ilikuwa imebakia na shilingi 73,000 na hatujazitoa zile pale. Lakini kwa sababu ya kuokoa muda, tangu tulipokabidhiwa ile hela mpaka sasa ile 70 hatujaitoa. Wachungaji wamekuwa baadhi waaminifu, wamechanga mpaka jana wamechanga, wametuma sadaka milioni 1,138,090. Yaani baada ya ule uongozi kubadilika, watu walikumbushwa na wasibu wakachanga hela, wakatuma sadaka milioni 1,138,090. Huwa tunatoa fungu la 10 la hizi hela, ikatoka 1,113,809. Zikabaki milioni 1,24,281 bila zile za akaunti tujagusa. Matumizi kwa kipindi kile mpaka jana na wakilisha ilikuwa 4,25,600. Zilizobaki cash, sio kwenye akaunti, 5,98,681. Takriban kama 600,000 hivi, kasoro 1,000 na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaonekana wazi, sababu sisi tunataka kuwa wazi. Ndio maana hapa Bishop alikuwa anaelezea masuala ya simu na nini. Ulipi huko mbele kwenye agenda tutakapokuwa tunajadili manufaa yale ambayo yanatakiwa wewe tukusaidie, ama wewe umekauka na sisi tutakauka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
Kuna hali nzuri ambayo kama tukiliendelea nayo, na wengine walikuwa wamesema jana, mimi sikuwa nalipa kabisa kwa sababu naona sioni manufaa. Nilishachoka kabisa. Sasa wewe sadaka unataka utolee Mungu au utolee mtu fulani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini anahitaji mchango wako wazi, ushahidi wako. Ikiwa unaweza kuwa na mawazo mapya katika hilo, sisi tukitoka tutafanya kazi ili kusukuma mbele jimbo letu. Wakati mwingine nimesema jimbo letu ni la pili kutoka mwisho taifa kati ya majimbo 103. ADT ni majimbo 103. Sisi wa pili kutoka kwa 103. Sio mambo ya kupendeza. Sisi wa pili kutoka mishoni. Ni wa pili kutoka mishoni. Taifa kitanda ni wa pili. Nidhani kitaifa kujeni taifa. Kumbe ni kikanda. Sawa, katika majimbo hayo. Sasa nia yetu tupambane, tufute hiyo ni hati chafu. Kama nimekiwa haki ni hati chafu, tunataka tupambane, tufute. Ili tupambane lazima tushirikiane pamoja. Amen. Sasa natamani kusema haya kabla sijakamilisha jambo wako, lakini kao tunaweza kufanya kwa kirefu au kwa kifupi, au kupata majibu haraka au kutopata majibu kutokana na namna ya uchangiaji. Sisi ndio tunachangia. Kile kikao hichi tuendeshe kwa namna ya kibunge, namna ya kibunge, kwa maana kwamba kama mwenzako amechangia wazo hilo na wewe unaliunga mkono, haina haja kuchangia. Sio amechangia ile ambayo wewe ulisema. Ila kama una wazo jipya, simama changia. Na wakati mwingine kama unataka kutetea hoja yako, kwenye bunge wanasema swali la nyongeza. Na kitu unaongea alafu unaona aliyesimama hakukuelewa kama anakupeleka tofauti, wewe unataka kujazia tena uweke sawa. Ukinyoosha mkono wako, weka vidole. Ule aliyekuwa mbele anajua na swali la nyongeza kwa hiyo. Kwa hiyo wewe utapata nafasi ya kuendelea kabla ya kwa sababu unataka kuingia kwenye hiyo pointi. Tunaelewa na tunaishia. Na baada ya kusema hayo, nitambulisha kwa Mchungaji Antony Kamonga na kama askofu wa Kilosa. Nafasi basi niweze kuendelea, usimame ili niweze kuleta askofu. Karibu sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kusalimu kupitia jina zuri la Bwana Yesu. Mungu aishie milele na kubariki mkumbuka. Nifurahi kuona uchungaji na utumishi wa Mungu mpenzi mbalimbali wa idara katika idara ya jimbo, wakiwepo katika kikao chetu cha kwanza kabisa cha awamu nyingine ya uongozi huu ndani ya 26 mwaka sasa. Jina Bwana yetu la kusimamia maono na dira tulizonazo katika jimbo letu la Kilifi. Mimi binafsi
nilikuwa naona kazi itakuwepo. Kwa nini? So nilikuwa namuuliza, namwambia hivi, Mungu ukinipa hii kazi mimi naifanya na nani? Ambaye naye yaani ana mzigo, alafu anaweza akaenda na maono ina maana ya kiukweli. Mimi nakushukuru, mmenipa kazi, lakini mmenipa list ya watu ambao kwa ndoto na kwa maono nilionayo naamini tutakwenda sambamba. Ila Bwana abarikiwe. Sioni kupungukiwa katika eneo lolote. Amen. Basi mimi kabla sijaenda mbali, niko letu la Kolose na neema ya kuwa, yaani Mungu analiona jimbo la Kolose kwa jicho la tofauti. Mwaka 2020 Mungu alikuwa amekusudia jimbo la Kolose kupata heshima, kuwa na kiongozi wa kitaifa upande wa WHI, lakini kwa sababu ya uwingi wa shetani heshima hiyo ikawa kama ya siku 3 4 5, alafu ikawa inaendelea, lakini bado Mungu hakuchoka. Sema heshima yangu kwa jimbo la Kolose. Leo tuna viongozi wa kitaifa ambao Mungu ameendelea kusema lazima heshima hiyo Kolose. Sema amen. Sema amen. Na leo naomba nikutambulishe kwako kwa sura nyingine katibu wa kitaifa wa CJ ambaye yeye yuko mbele yetu. Nimlete kwako akusalimia, nitambulishe. Hebu kwa heshima simama. Amen. Hebu tuombe pamoja. Baba, tunakurudishia heshima, tunakuheshimu, utukufu, enzi, mamlaka na sifa za kwako. Asante Mungu kwa sababu tuko hapa watumishi wako. Tunatambua bila wewe sisi hatupo. Uwepo wetu unategemea wewe. Tunarudisha utukufu kwako Bwana katika jina la Yesu. Amen. Tukae watumishi wako. Mimi naitwa Bethwel Ganda Nitara, ni mtumishi wenu. Roho wenu. Nimemtumikia Mungu chini yenu. Nikianza na kanisa la Mahali Pamoja, kwa unyenyekevu nilitumika na watumishi wa Mungu wote waliopita. Nilienda kwenye kikao cha uchaguzi juzi nikiwa sina wazo kabisa. Nashangaa kwamba kuna mioyo ya watu walioweka jina langu. Kwa kweli niliogopa, nikasema hata na mimi naonekana Tanzania. Nilipata kura nyingi katika kura zilizopigwa, wakanichagua kwa mtendaji wa kitaifa kwenye idara yetu ya CJ. Idara ya CJ ni idara kubwa kwenye kanisa letu. Namshukuru Mungu sana na kumrudishia heshima tukufu. Lakini pia nimeogopa, nilikuwa natamani sana kusema Mungu wakati wangu mwingine wa kuogopa zaidi, kwa sababu Mungu amenifanya kuwa mdogo sana. Kupewa nafasi kama ya katibu, kupewa jukumu kubwa la kuangaliwa kwa karibu. Kwa hiyo ninamwahidi Baba Askofu wa jimbo kwamba yeye atakuwa mwangalizi wangu wa karibu kuliko mtu mwingine yeyote. Na mimi nimesema nitaendelea kuwa mnyenyekevu katika ofisi yangu ya jimbo. Natamani utendaji wangu uongezeke jimboni.
kuliko vile ninaongezeka wapi taifa, kwa sababu hapa ndio mahali nalelewa. Yesu aliwauliza watu walioishi, watu wananiita mimi ni nani? Kwa kweli hatuna utambulisho kwa mtu aliyekaa mbali. Mtu anaweza kutambulisha mahali unaishi. Kwa hiyo Baba Askofu, kwanza nimeogopa kunipa nafasi kukaa mbele ya watumishi wa Mungu, lakini kwa kuwa umeridhia, niliona kukataa isije kanikuta ile nikuta Vashti. Kwa hiyo nimenyenyekea kukaa mbele yenu na ninaahidi kuwa mtiifu na mnyenyekevu kwenye jina. Ni mashahidi viongozi wangu wa jimbo. Baba Askofu amekuwa kiongozi wa jimbo. Sijawahi kufanya kazi mbele yenu. Naomba mniombee. Hizi nafasi zina vita vyake. Asante sana Baba Askofu. Naomba kuahidi ushirika na utumishi kama uliotukuka mbele yenu na mbele za Mungu. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani uongeze makofi. Ndio kuna kiongozi wa ngazi ya juu. Ni rahisi sana shida zako wewe kufika kwenye uongozi wa juu. Msingi kwa sababu huyu kwa nafasi yake anakuwa anaingia kwenye kikao cha halmashauri ya taifa. Kuna mwanamke. Kwa hiyo anaweza akawa amebeba agenda na chanzo chake kutoka kwa Mungu wetu. Na kuomba kiongozi wetu wa taifa katibu, ikitokea nafasi yoyote ya kuuliza maswali au mambo ulisema sana katiba yetu. Katiba yetu inahitaji marekebisho makubwa ili kiwezekana tufanye mchakato wa kupata katiba nyingine, tutafurahi. Lakini pia tuna heshima nyingine ya kuwa na viongozi kama mlivyosikia wa mima. Kwa heshima ya pekee kama kiongozi wa taifa, naomba niwakaribishe huku mbele wajitambulishe vizuri. Lakini wakati anajitambulisha, naomba niwawekee viti katika sehemu maalum kwa heshima yao na kwa nafasi zao. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema astahili heshima, astahili hofu. Kwa hiyo neno la Mungu ni mfumo. Kama ni mfumo, ukitembea nje ya mfumo unaumia wewe. Amen. Unajikuta huna matokeo katika kile unachofanya. Karibu kwanza usalimie rasmi, tena ujitambulishe rasmi, alafu ndio ukae. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawasalimia tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kama nimekwisha kujitambulisha, naitwa Steve. Niko sahihi pale kwa mchungaji Mpendwa. Kwenye kanisa letu ni mhazina kurugenzi ya mima. Bwana Yesu asifiwe. Kurugenzi ya mima iko tofauti kidogo na kurugenzi zingine. Najua kurugenzi zingine tunapitia kwa mchakato wa uchaguzi viongozi kupatikana, lakini kurugenzi ya mima ilianza kama uchaguzi, lakini ulikuwa uchaguzi wa mtego. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tulichaguliwa kimtego kwa askofu, kwa sababu ile mwanzo 2020 viongozi wa jimbo walikuwa wanaomba tu tuletee majina ya wataalamu, kwa maana kwamba kwenye majimbo yetu kuna wasomi. Kwa wachungaji walikuwa wanauliza kama kuna msomi kanisani mwako tuletee. Kwa majina yetu yalipelekwa, tukaitwa Morogoro, tulienda na wachungaji wetu
tukaulizwa vitu vya kufanya, tukawa tumejieleza, basi tukapewa majukumu ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunaitwa kwenda Dodoma kila mwezi, karibia kila mwezi. Ukipita mwezi mmoja unaitwa tena, ukipita mwezi mmoja unaitwa tena. Sasa wale ambao tuliendelea kwenda na tuliambiwa unapokuja huku usidai malipo yoyote. Sawa, tumekuchagua wewe kama mtaalamu, utajigharamia kwa kila kitu. Kwa tulikuwa tunaenda Dodoma kwa gharama zetu, Kito Morogoro kwa gharama zake. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku kuna watu waliacha. Sawa, kuna watu waliacha na kazi yenyewe ni hasara tu. Ni hasara, naenda kwa gharama zangu, nalala guest, nakaa siku 3 Dodoma, ni hasara kama kwanza. Wengine tukaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho mimi katika mzunguko hiyo tulikuwa hatuambiwi chochote kwamba wewe utakuwa na nafasi gani. Lakini mwisho baada ya kama karibia miezi 6 ndio tukaanza kupanga sasa. Askofu akaanza kusema huyu awe nafasi hii, awe hapa au hapa. Kwa mimi kipindi hicho 2020 nikaamkia kwenye mkurugenzi wa kanda ya Morogoro. Tukaanza kuangaika hiyo na mambo ya kimkakati. Bwana Yesu asifiwe. Kanda ya Morogoro majimbo yote yalikuwa na waratibu. Isipokuwa jimbo la Kilosa kulikuwa na mratibu mmoja, sio bwana yupo Robert. Alikuwa hapa. Ndio ambaye tulianza naye. Mimi kaenda kanda ya kabaki jimbo. Majimbo mengine yote yalikuwa na waratibu. Kwa hiyo nikapewa jukumu la kutafuta waratibu majimbo yote ya Morogoro. Bahati nzuri nikafanikiwa kitaifa, yani ndio kanda iliyokuwa ya kwanza kuwa na waratibu majimbo yote. Sasa taarifa iliyopelekwa kwa askofu mkuu akasema huyu inabidi tumtoe kanda aje huko taifa kutusaidia katika kanda zingine zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio sababu ya mimi kutoka kwenye jimbo la Kilosa nikaenda kanda, nikaenda taifa. Sikupitia uchaguzi wa kwamba labda wanamima walikutana mahali wakafanya uchaguzi. Ila tu kupitia matukio ambayo askofu wa kanda alisema basi huyu kwa kuwa kwanza amekuwa mwaminifu katika kila tunapowaita anahudhuria. Tunampa maelekezo ya yeye kufanya kazi. Kwa hiyo basi hata hili tutampa jukumu. Katika makusanyo ambayo yanaendelea tunafanya mambo mengi sasa hivi, maana uratibu wa fedha, sio makazini. Maana michango yote ya fedha inatoka makanisa yote Tanzania. Tuna akaunti ya kitaifa ambao mweka hazina mkuu, mkurugenzi wa mema ndio msimamizi. Lakini zile hela hizi zitumike, lazima wasitoe kwao, zipite kwangu. Kwamba wanipe majukumu hizo hela, hakikisha zinaenda kutumika kwenye chuo cha Biblia, zinaenda kutumika makao makuu, zinaenda kutumika wapi, ndio mimi wananipa hiyo mikono. Kwa Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeanza tunaendelea na hilo. Hawajaniambia kwamba mahali fulani nimekosea. Taarifa tunaziwasilisha, taratibu zote zinaenda vizuri. Bwana mshukuru Mungu kwa hilo, kwa msaada wa viongozi pia wa jimbo, kwa sababu nao wana taarifa wanazopeleka kule, sema huyu tunaendelea kumwamini hata jimboni. Bwana mimi namshukuru Mungu kwa hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu abariki, tuendelee kushirikiana pamoja na kazi ya Bwana. Kiujumla kanisa letu liko juu sana, kwa sababu na wasiliana na watu kwa wateji na makanisa mengine. Wanauliza mnafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Mnafahamu kama tunaweka 100 hapo Morogoro. Sawa. Dodoma kule pia amenunua, kuna sehemu njia ya kwenda kuvuka Msalato. Kama unaenda kuna kambi la jeshi shule mtwaje. Ukipora shuka njia ya Arusha. Kuna kama 35 ambao wanataka kuanza ujenzi wa seminari. Kabora kule kuna mtu katoa kama 9 au 10. Mtu kajitolea kwa ajili ya ujitio kabisa kule kama magharibi, lakini waliniita askofu mkuu kwamba hili kiwanja tunamkabidhi wewe, kama utapata kwenda magharibi ni wewe, kwa ajili ya shughuli za kanisa letu.
Bwana Yesu asifiwe. TV inaendelea vizuri, redio ya Lindi inaendelea vizuri. Nafikiri mambo yote yako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ninachoweza kusema kwa ufupi tu kwamba tuendelee, tusichoke. Jimbo letu kama ambavyo katibu amesema, tuko nyuma sana. Tulianza vizuri, waliokuwa nyuma wametupita wote. Mungu awabariki sana. Tunapoendelea na kikao chetu hiki, tukumbuke mambo mkakati. Mungu awabariki. Makofi tena kwa Bwana. Lakini baadaye tutampa nafasi maalum kwa ajili ya kutupitisha kidogo na kutukumbusha maeneo muhimu ya mpango mkakati tunaoona mafanikio. Haleluya. Lakini pia tunaye acha wake Shikiti naye aje atusalimie, naye aseme mawili matatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipekee pia namshukuru Mungu kwa nafasi hii kufika kwenye kabineti siku ya Bwana asifiwe sana. Mimi ni kiongozi mdogo kutoka jimbo la Bwana asifiwe. Taifa zote za jimbo na watu wa kanisa mimi nakutunza. Bwana asifiwe. Kwa kutaja jina lako tunajua Bwana asifiwe sana. Lakini siku ya leo kuna nafasi ya kuweza kuongea bila kufanya. Tena tunaongea sana kwa sana za Mungu. Tunasaidia kuelewa umuhimu wa kanisa. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Basi hebu tupate neno la ufunguzi, halafu jina la Bwana libarikiwe. Hebu nikumbe Mchungaji Elia Gaina simama. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na wale ambao jana hawakuwepo kwenye kikao cha halmashauri, niombe niwaulize kwamba huyu mchungaji mnaofahamu, nataka wanaofahamu, basi tunyoshe kwa meno waliokuwepo leo. Nataka wanaofahamu. Okay, basi shusha. Wangapi wanajua kwamba aliwahi kufiwa na mke wake ambaye tarehe 1 mwezi wa 7 30 alifariki tarehe 1 mwezi. Si mnakumbuka? Na baada ya hapo muda mchache kawa ameanza mchakato atamke. Tarehe 21 ya mwezi wa 12 akawa amefunga kwa takriban miezi 3 baada ya kufunga. Sasa jambo hili limeleta kidogo sintofahamu katika jimbo na kwa viongozi wa ngazi za kanda. Sasa mimi siku naingia tu madarakani ndio nimeshirikishwa jambo la mchungaji. Ati akiwa tayari ndoa yake imeshatangazwa kwa mbili mpaka mwezi mmoja ili aweze kufunga ndoa. Sasa mimi nilishindwa cha kufanya. Tukajaribu kutoa ushauri fulani, lakini kulingana na mazingira ambayo tayari ameshafikia, yeye alishindwa kuyatii. Basi nikafunga ndoa. Ni baada ya kufunga ndoa muda sio mchache ufahamu kwa njia, najua kwamba hapa tumeshahidi na wakosea viongozi wangu kuanzia ngazi ya kanda mpaka ya jimbo. Chukua hatua ya kutoka kule, akiwa na mzee wangu Chumba ambaye ana usumbufu, akaja mpaka huko pamoja na mke wake. Akaja akaanguka miguuni kwa chumba,
nikamuona mambo mengi ya kiutumishi, lakini baadaye nikagundua shida iliyochangia mpaka afikie kuharibu, kwamba kutoka mwanzo kabisa alikosa ushauri mzuri, alikosa ushauri mzuri, na kutokana na hilo ule moto aliokuwa nao, basi alikuta